Rafiki yangu, kwa mara nyingine na wakaribisheni kwa makala haya ya stories za Daddy, ambapo hii leo ningependa kuwasimulia kisa fulani juu ya marafiki wawili, na bila shaka na warudisheni tu kule kwa ufalme wa wanyama, manake huko ndiko kunakolea hadithi nzuri nzuri. Bila shaka hadithi ambayo nawatoleni hapa ni hadithi ambayo inamuhusu jamaa mmoja ambaye anaitwa Mbweha na rafiki yake Jogoo. Hawa walikuwa marafiki wa karibu sana, walikuwa wanashiriki mambo mengi. Bila shaka utapata kwamba Jogoo ni wa kudonadona na Mbweha ni yule wa kuwindawinda, lakini anapotoka mawindoni mara kwa mara alikuwa anampitia rafiki yake Jogoo. Wakaanza kuzungumza, wakaongea, wakimaliza kila mtu anaenda kwa shughuli zake. Sasa ikawa siku moja Mbweha alimwalika rafiki yake Jogoo wakaende mituni kutembea. Walipofika kule kidogo, Jogoo aliona rafiki yake anaweka hatua 2-3 za umbali. Sasa siku moja aliamua kumuuliza rafiki yake, wewe ni wenzi yangu mkubwa, lakini tunapokuwa katika hali ya kutembea sioni ukinikaribia, mara nyingi naona unakaa mbali. Mbweha akamwambia, ukweli ndio huo na umesema, na kwa sababu umeniuliza mimi naona nikuambie lile ambalo huwa linanisumbua sana. Manake mimi ni mnyama mwitu, na sisi wanyama wa mwituni hatupendi moto, na wewe tunakuona umeubeba moto. Akamwambia, nimeubeba moto? Wapi? Akamwambia, nikikuangalia kwa kichwa chako kuna moto. Yaani alikuwa anamaanisha kile kilemba ambacho kinapatikana juu ya nani? Ya Jogoo. Jogoo akamwambia, huu si moto rafiki yangu, ni yale maumbile. Ili mimi kuonekana mtanashati wa kupendeza lazima niwe na nini? Na kilemba. Mbweha akasema, unamaanisha kwamba hata nikikushika sitachomeka? Akamwambia, hapana, jaribu tu. Vile Mbweha aliwekelea mguu wake, aliweza kupata kwamba sehemu hiyo ni nyororo sana, na sehemu hiyo inaonekana tamu ya kula. Basi akamwambia, kakilete kichwa chako karibu na mimi ili niweze kuangalia vizuri. Kwa ghafla akamng'ata, lakini kwa bahati nzuri hakukata kichwa. Jogoo aliweza kujinusuru na kutorokea mbali, akajiokoa. Lakini kwa sababu Mbweha alikuwa ameona kwamba Jogoo atakuwa nyama nzuri, mara nyingi aliweza kuharibu uhusiano wao, urafiki ukaisha. Akasema, nitakuwa nikimtafuta kila wakati yule Jogoo ili niweze kunofua kile kipande ambacho kinapatikana kichwani pake, nikakitumia kama mnofu. Lakini Jogoo pia naye akasema, mara nyingi nitakuwa kwa umbali unaowezekana ili huyu Mbweha asije akanila. Rafiki yangu, ningelipenda uweze kutambua kwamba katika dunia na maisha ambayo tunaishi hivi sasa, kuna marafiki ambao wanajifanya kwamba ni wazuri, lakini katika maisha yako wanakuchunguza kutaka kujua ni wapi ama ni nini ambacho anaweza kunufaika kutoka kwako. Kwa hivyo unapokuwa na rafiki, jaribu kuangalia ni rafiki wa aina gani. Usije ukawa urafiki kama wanani wa Mbweha na Jogoo. Yadhari sana. Hii ni Moving Pictures Kenya. Unaweza subscribe vile wanawaambia, unaweza like na unaweza share. Vile vile ukitaka makala mengine mengi kama haya
ama ukitaka nije nikutembelee, niwatolee watoto wako hadithi nzuri za kufurahisha, piga simu kwa 0708 525 276. Nitarudia kwa Kiingereza 0708 525 726. Asante.